Habari dada. Nzuri tu. Vipi wewe kwa upande wako hali yako? Za kwangu nzuri, namshukuru Mungu. Samani, najua jana nilifunga mapema. Kwani uliwahi kufika pale? Hapana. Sikuja. Na ndio maana nilitafuta muda wa kuonana na wewe. Sawa. Muda wa kuonana na mimi? Nisamehe kwa ile pesa. Bado sijaipata. Ila nikiipata nitakurejeshea. Kuhusu pesa, mimi nimekusamehe. Kwa hiyo kuwa na amani kuhusu hilo. Unisamehe wakati najua unanidai dadangu. Unaweza kunisamehe. Usijali kuhusu hilo. Mimi nimekusamehe. Lakini pia kuwa makini sana na binadamu. Sawa. Najenda paka mwirunda kurondora ulipaha kwanje we sindwe ulipaha kwanje sindu. Unatoka wapi? Nimetoka kwenye mizunguko yangu. Unapata wapi ujasiri wa kunijibu hivyo? Na wale tulioweka chumba cha siri umewapeleka wapi? Mimi sijui chochote kuhusu chumba cha siri. Vipi unanishtumu? Nakushuku kwa sababu ni mimi niliyekupa nguvu. Na kila unachokifanya nakijua. Nisikilize wewe binti. Unataka kunivunjia uaminifu wangu kwa mkuu? Sikutegemea kama unaweza kufanya haya yote. Naomba uwarete haraka iwezekanavyo. Nimekuja kwa dharura. Nikirudi nipate majibu yaliyonyoka. Nisikilize. Hata mimi pia natamani niwe mkuu na wewe uwe chini yangu. Unaonaje hilo? Kweli hujui ulitendalo. Kama mimi nimekupa nguvu na mimi nene mwamba kufuma kuaga dugu. Kwidunda nkuwakilisha nimbozi. Ko kuhaya wagunita ne mwene. Numuanga nsajele la habibi. Inkuku garusenza vuvu yinzire. Aminza mavundu hano. Gegana agapa. Tugageze ama tuga nawe. Tuchagule lyoka. Ine nene mwamba kufuma kuaga dugu. Nkuwakilishi dunda nimbozi. Mimi Bitausi mnyama wa kuhangaika huko kote. Jua linatuakia kali kuja kukaa hapa kumchowesha kweli. Yaani mkuu, ona chini kulivyokuwa moto. Mbona kwetu kupogo hivi kulikuwa kuna matunda, ndege wengi. Mbona huko kulivyo kubaya? Lakini sio muda mrefu tunaondoka. Kweli. Dada Samani. Samani binti yangu. Bila samani. Sisi hapa ni wageni. Tumekuja kwenye huu mji, hatujui tuko wapi, hatujui tunaelekea wapi. Hivi unavyotuona hivi, tumezunguka kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi. Hatujala, hatujafanya kitu chochote. Kwa tuko tunakuomba kwa hisani yako binti. Nakuomba dada yangu, kama kuna uwezekano wa kutusaidia kitu chochote kile, naomba utusaidie. Tusaidie dada yangu. Lakini hii ni mjini. Ukija kuzingatia mjini hii na matapeli wengi. Unaweza kumsaidia mtu alafu baadaye akakugeuka. Hapana binti yangu. Sisi ni watu wazuri. Hatuwezi kukuzuru. Tunakuomba. Wala sisi sio watu wabaya. Nakuhakikishia. Sisi sio watu wabaya. Lakini samani, mbona umevaa mavazi ya kutisha? Msije mkao mnafanya vitu vibaya.
Haya mavazi sisi ni wasanii. Sasa yule mwenzetu ambaye tumekuja naye alikuwa amebeba begi ambayo tumeweka nguo zetu za kawaida tulizokuja nazo. Sisi tulivyokuwa tumepanda stejini pale tunashuka hayupo. Ndo kama ondoka nayo mavazi nyuma tukaa tumebaki hivi, tukaa tumetoka peku na tumevaa mavazi haya ya sanaa. Sawa, nitawasaidia. Hila, msije mkanibadilikia. Twendeni. Mwanangu Samia, kwa nini umeniita huko? Kwa nini tusingezungumzia hata huko ndani? Ina maana hilo jambo la siri sana? Mama, nimeshafahamu kuhusu chumba cha siri, kuhusu wale wachawi ambao wanasababisha utajiri wa baba. Wewe umejuaje hayo mambo makubwa? Na ukiangalia wewe bado mdogo mwanangu. Kutambua ni rahisi sana. Na kila kitu kiko hapa. Na mimi mwenyewe usinione kamwili kangu aka kadogodogo ukazani na mambo yangu yatakuwa madogo. Hapana. Mambo yangu ni makubwa. Mwanangu, utayaweza mambo hayo kweli? Samia, hivi umesikia au mimi nimesikia peke yangu? Atakuwa ni nani? Usijali mama. Nimeshamfahamu aliyekuwa anachungulia hapa. Ni nani huyo? Au ni hawa wenye tamaa na mali za baba yako? Yaani mimi nawachukia kweli kweli. Hawajui tu. Usijali mama. Ninamfahamu aliyekuwa anachungulia hapa. Na hata hivyo, hii sehemu sio salama tena. Twende ndani. Twende. Nadhani hapa utangulie nyumbani. Unaweza ona mtu Maana mimi kuna mtu nimemsubiri hapa ananikaliaga kwenye kibanda changu. Kuna sehemu nimemtuma. Hakifika mimi nitakuja. Lakini njia unaikumbuka? Ni huko Ni huko. Sawa dada yangu, usijali nitajitahidi kufika. Sawa. Japo kwa njia nyingi. Sasa hizi dada. Samani, njoo tuongee kidogo. Tau. Mmefika lini huko mjini? Sisi tumefika muda kidogo. Lakini, ni unafanya nini huko? Unaniuliza swali kama hilo? Mimi muda mrefu ndoto zangu zilikuwa ni kuweza kuishi huko mjini. Mnaishi wapi? Sasa hivi tunakaa kwa huyu dada, ametupa msaada. Laiti ingekuwa sio yeye, tungekuwa pabaya sana mpaka sasa hivi. Okay sawa. Kitu kimoja tu. Mimi tayari nimeamua kuweza kuishi maisha yangu kwa sasa hivi. Na naishi hapa mjini. Kwa hiyo, kama mmekuja hapa mjini kwa ajili ya mambo yenu ya kichawi na kishirikina, sitohitaji uweze kumwambia mama kwamba umeweza kukutana na mimi. Na kama umwambia umekutana na mimi, basi jibu ni moja tu. Sihitaji kuweza kumuona wala hata wewe kuweza kuonana mara kwa mara. Abi, kumbuka yule ni mama yako na ana wasiwasi sana na wewe. Usimfanyie hivyo. Uone kama unamhukumu kubwa kiasi hicho. Mzazi kukaa mbali na mwanae sio haki, Abi. Wasiwasi? Achana na masuala ya wasiwasi. Kila kitu kinaenda kwa wakati wake. Mimi najihesabu kwamba sina mama.
kwa mama mchawi kama yule, basi sio mama stahiki. Nadhani itakuwa umenielewa. Karibu. Dada, chenchi ambayo nimeweza kukubakishia, basi nilikuwa naomba parachichi. Samani, kwani wewe na yule mnafahamiana? Achana na mambo ya kumjua. Una ulazima wa kuweza kufahamu kila kitu. Nipe parachichi niondoke zangu. Sawa. Kumbe yule kaka nafahamu. Namfahamu ndio, kwa sababu ni mtu tuliotoka kijiji kimoja. Ila sitopenda tena uniulize. Basi sawa. Lakini nje ule kuja nayo unaikumbuka? Ni huko. Ni huko. Mama, ndo kama hivyo nilivyokuelezea. Nimewasikia kwa masikio yangu mawili na nimewaona kwa macho yangu mawili wakizungumza haya maneno. Laki mwanangu, una uhakika? Kweli mama, siwezi kukuongopea kwa sababu sina matani na wewe. Kwa hiyo mwanangu, inaonekana tuna adui wa Pigo, naye anatamani mali kama tunavyozitamani sisi. Kabisa mama, Samia tena ndo adui wa Pigo.